Mtumbadi Sefu mwenyewe wa ukweli. Mambo vipi? Kama ka fresh mnyama kabisa. Kulwa Mtumbadi. Ivan. Yote hayo yako. Yote yangu. Majina matatu. Kulwa Mtumbadi, Ivan, Sefkan. Sefkan. Kumbe ni Sefkan. Sefkan. Uliposema Sefkan kuna kitu nimekikumbuka, nitakuuliza huko mbele. Sasa hizi sitakiuliza. Kwa wasikilizaji sasa wanaotusikiliza kwa sasa, wanataka kumfahamu Ivan Wakunze. Wengi wao wanamfahamu Ivan ni mwigizaji, lakini kwa undani sasa Ivan ni nani hasa? Ivan Wakunze kwanza watakuwa wajue, kabla hawajamjua Ivan wamjue Festo. Wamjue Festo. Hilo ndio jina langu kabisa, ingawa wengi walifahamu. Na ni baba wa mtoto mmoja. Ivan ni single father. Ivan umeanza mambo yako. Utakuwaje single father? Yaani mwenzangu baada mtoto kuzaliwa kidogo tulipishana kauli. Si unajua tena kwa kipindi hiko najitafuta, sijajipata. Kipindi hiko unajitafuta. Bado hata sijawa Ivan Wakunze. Kipindi hicho Festo sasa. Kipindi hiko Festo sasa. Kwa hiyo nataka wajue hivyo, nani mtu mcheshi, napenda watu, namjua Mungu wangu hivyo yani. Lakini saa hizi mtoto ameshapata mama. Mtoto wa kumlea. Mama wa kambo. Bado kidogo. Bado. Kama anaingia anatoka, kwa siwezi kumweka hadharani sana. Bwana maneno yanasemekana Ivan ni mtu wa mishangazi. Ana ukweli haya? Mimi naenda kama tulizo la mishangazi. Yaani mshangazi wote ambao wana stress, ndio yake kidogo naona kana migogoro, nakuja namtuliza, hamna shida. Ni ya kweli maisha yako halisi Ivan, ujue hapa sisi atuandai maudhui. Yaani hapa tunaongea uhalisia ujue. Na mimi ndo nakwambia mimi ni tulizo la mishangazi. Kwa kama mshangazi wote ambao una hang au una furaha, unitafute nitaupa furaha. Sasa Ivan, kweli uhusiano lako litaacha kulegalega kwa namna kama hiyo ndugu yangu? Mahusiano yenyewe sikiza naeleka. Mbona umeshaniumiza sana kabla sijawa Ivan? Kwa nini na mimi nanyosha kidogo? Kwa hiyo kwa wewe uliumizwa sana, kwa hiyo sasa hizi unaamua uone. Yaani kitu ambacho ninachokiamini sasa hivi, naamini wengi wanakuja kwa sababu mimi ni Ivan. Siku unanielewa? Yaani natamanigi sana kabla sijawa Ivan ningetoka na mwanamke huko nyuma. Lakini wengi walinibwaga huko chini. Kwa sababu naamini wengi wanakuja kwa sababu ni Ivan Wakunze. Kwa hiyo akija ni aje na akili timamu ili tuweze kuelewana. Akija tu nikimwona simuelewi, dakika mbili nyingi nimebadilika. Huyo ndo Ivan. Naomba safari yako ya sanaa hapo ulipofika kwa sasa Ivan, unatambulika kila kona, watu wanakutambua kupitia kazi zako, kazi yako ya uigizaji hasa. Safari yako ilikuwaje mpaka hapa ulipofika? Safari yangu, hii story sitaacha kuitaja sehemu yote ambayo nitasimama. Nakumbuka ilikuwa 2015. Nilikuwa niko tu maskani, sielewi. Si unajua vijana wa mtaani. Alikuja mama mmoja sasa hivi kashafariki. Mungu amlaze mahali pema peponi. Amen. Alinifuata, nilikuwa niko maskani, akaniambia twende hivi mwanangu. Sasa unakaa tu hapa maskani, unakuja kukamatwa na polisi. Akanipeleka sehemu moja, nikakuta watu wanaigiza. Wapo wanaigiza kwenye mavumbi. Huko wameweka vibenchi vile vya kugonga na mambao vile, alafu huko kwenye mavumbi ndo kama stage wao wanaigiza. Kwa mimi ndo pale safari yangu ya sanaa ilianza 2015. Nikaanza kuigiza. Muda huu nilikuwa naimba. Nilikuwa napenda sana kuimba kuliko kuigiza. Lakini nikajikuta baadaye napenda sana kuigiza kuliko kuimba. Kwa hiyo ndo paka hapo nikaanzaga kufanya vikazi vya Uswahilini kupata kupata uzoefu zaidi. Kwa hiyo paka hivyo. Paka nikakutana na mzee JB 2023. Alikukutanisha na JB ni nani? Audition. JB aliita audition, ilikuwa leaders pale. Alikuwa kuna series moja inaitwa Vacation, hiyo ambayo alicheza kama Kulwa Mtumbadi. Aliita pale. Alafu nilikuwa sina lile wala lile. Nilikuwa sijui chochote kwa sababu nilikuwa sina simu kubwa. Nilikuwa na kiswaswadu. Mwanangu mmoja hivi ndo alikuwa na simu kubwa anaitwa Moniro. Akaniambia, "Wewe kaka, JB anatafuta wasanii, ana series yake mpya. Nenda kajaribu bahati kwa sababu naujua uwezo wako. Unaweza ukaonekana." Nikasema sawa. Kwa siku ilipofika, tena mwenyewe ndo akanipigia simu asubuhi kwa sababu nilikuwa nimelala. Akaniambia, "Wewe kaka, kuna audition ndio leo, vipi uende?" Nikamwambia, "Kaka naenda, nishasahau." Nikaamka, nikaoga, nikaenda kwenye audition. Mimi nachompenda baba JB, Mungu amweke sana ule mzee. Amweke miaka mingi sana. Anaangalia sana uwezo kuliko muonekano. Muonekano ambao nilikuwa nao mwanzo. Shangazi nikukataa. Isingenikubali. Nilikuwa nimepauka. Alafu na minywele ile midredi mikubwa ile minene, ile zilikuwa zangu. Kwa hiyo alafu
just imagine nilikonda. Kwa nilikuwa naonekana kama liuni fulani hivi, unajua? Alafu na maisha magumu. Kwa hiyo lakini mzee aliamini kwenye uwezo. Tabia zangu wa kuzijua na alinichukua tukaenda tukakaa kwenye jumba zaidi ya mwezi tunashoot ile kazi kwenye jumba la vacation. Yeah, kwa hiyo aliamini kwenye uwezo wangu. Una kazi kama 3 ambazo tumekuona nazo kwenye Jerusalem Film kwa JB. Yeah. Unampa nafasi gani JB kwako? Kwa sababu ni wengi wanatamani kufanya kazi na JB lakini hawana uwezo huo. Licha tu ya kufanya kazi na JB, kazi zako unafanya na masini ya kwenye sanaa. Unamuongeleaje JB? JB ni baba mzuri sana. Yaani kutaka kujua yule mzee ni baba mzuri. Vijana wengi sana ambao wametoka kwenye mikono yake. Yaani anavyoishi na sisi tukiwa set, anaishi kama anaishi na mtoto wake akiwa nyumbani. Anakuita kama kuna sehemu umekosea, anakuambia mwanangu, unatakiwa kwenda hivi, unatakiwa kufanya hivi, unatakiwa kufanya hivi. Sana yetu hii kwa sababu yule ni mkongwe anajua. Unatakiwa upite wapi, kuna vitu gani ufanye, kuna vitu gani usifanye. Kwa hiyo vyote hivyo anakushauri kama baba ili uweze kufika sehemu fulani. Na akikupa nafasi akiona hujaenda, hata kuna wakubwa wengine siwezi kuwataja, makaka zetu na wadada washaenda. Akiona hujaenda, anaona huyu bwana uwezo afu kwa nini hajaenda? Labda imekataa, nakupa nafasi nyingine. Ndio kitu kilichotokea kwangu. Si unaelewa? Kwa ni baba ambaye ana huruma, ana upendo na anapenda sana vijana ambao wana talent sana waonekane kuliko wale ambao washazoeleka kwenye game. Kwa ni baba mzuri sana 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 sana. Yaani kwenye maisha yangu mzee Steve ansamee kwa sababu akupenda hiki ninachokifanya leo. Babangu, mimi babangu alinifukuza nyumbani kipindi naanza kujitafuta, yani tuligombana, lakini pia niseme asante kwa sababu inawezekana singenifukuza leo nisingekuwa hapa. Ulifukuzwa nyumbani, ulifanya nini? Babangu alikuwa anataka mimi niwe fundi garage, fundi magari, niwe dereva wa magari haya. Na akalipia hadi ada ya mimi nifundishwe. Niende chuo nikajifundisha ufundi. Mimi nikakataa kwa sababu ya sanaa. Ndio ugomvi ulikoanzia. Mzee alikuwa akirudi akielewa. Ukampinga mzee? Nikampinga. Mzee akirudi sababu mzee wangu mtu wa mitungi kidogo. Kwa akirudi amelewa huko, ugomvi ndani. Anataka tupigane. Anambia usi umekuwa tupigane. Nikaona hapo siku naweza nikamrushia mzee kikombe nikapata lazi. Kwa ndo nikaondokaga nyumbani. Toka 2016 kitu kama hicho. Ivan ni mdogo bwana. Uliwezaje sasa kufukuzwa nyumbani na ukatoka kweli nyumbani? Niliondoka kwa sababu niliamini kwenye kitu ambacho nakipambania. Hiko cha kwanza. Alafu nilikuwa sio mdogo hivyo. Si unaelewa? Una miaka mingapi? Ivan bado mdogo. Pale nilikuwa na kama miaka ya 2016. Nilikuwa na miaka kama 20 kitu kama hicho. Bado mdogo au ni mimi? Mdogo, lakini kwa sheria kwa miaka 18 tayari alikuwa na uwezo wa kujitambua. Lakini ingawa kwa baba bado ni sehemu ya mtoto wake. Kwa hiyo kwa miaka 20 ambayo anasema alikuwa na maamuzi ya kuendelea kubaki nyumbani ama kuondoka. Kwa baba alipokufukuza ulienda wapi? Baba alivyonifukuza, kuna mwanangu mmoja anaitwa Melosa. Ndo alikuwa ananifundisha mimi sanaa, yani alikuwa kama mwalimu wangu. Akaniambia, "Oe. Mimi nilikuwa plani zangu nirudi kwa mama Mbezi, mamangu mzazi." Akaniambia, "Unaenda huko sanaa itakuwaje sasa? Hebu njoo hapa, ukae home, mimi nitaongea na mama." Kwa sababu mamake alikuwa ananifahamu. Mamake kweli akaruhusu, akanipa hifadhi, lakini hifadhi ilikuwa sio ya muda. Mama yake maneno kwa sababu nilikuwa mtaa huo, mama yake akaanza kuletoa maneno. Mtoto watu akikufia ndugu zake hawajui, washamfukuza. Mtoe, si unajua tena wa mama. Akaogopa, akaniambia mwanangu, mimi napenda sana kukaa nawe lakini naogopa matatizo. Wetu ungeenda sababu maneno yashaanza kuwa mengi. Lakini nilishukuru kwa sababu alinilea, nilikuwa nakula kama mwanae anavyokula. Kwa hiyo ikabidi niondoke. Wakati nataka niondoke tena, pale kuna wanangu wa sanaa. Uko ni kikundi kile. Wakaniambia unaenda wapi? Kuna ghetto hapa lipo, mwanetu anakaa peke yake. Mwanangu njoo tuanze maisha. Kwa hiyo kakaa ghetto. Nikakaa ghetto. Hapo ndo maisha yangu zali kuanzia. Mwanangu akawahi kunifukuza, yani uweze amini yule jamaa mpaka akaja akaenda jeshini. Akaniacha mimi kwenye kile chumba. Ghetto kabaki. Ghetto kwangu nikabaki. Likawa langu sasa utawala kwa watu. Labda Sumaiya kwa namna anavyoongea kana kwamba baba na mama walikuwa hawako pamoja. Mimi babangu na mamangu hawako pamoja. Mimi nilipozaliwa tu wenyewe wakatengana zao. Walitengana. Kwa hiyo umekuwa ukilelewa na baba kwenye yani malezi umelelewa zaidi na baba. Mimi nimelelewa sana na baba. Yaani toka nikiwa mdogo mpaka yani nimelelewa na mamangu ambaye mamangu mlezi. Mpaka najitambua nimekuja kumjua ndo mamangu. Kwa sababu mamangu mimi aliniacha nikiwa mdogo sana. Mdogo sana. Nilikuwa sijui hili baya hili zuri. Ndio maana hata nilivyokuwa sikumjua. Mamangu mzazi mwenyewe nimekuja kumjua 2013. Ulijisikiaje siku ya kwanza kumfahamu mamako mzazi? Nilijisikia raha sana. Kwa
sababu nilikuwa naongea naye paka nilikuwa nalia, lakini kitu ambacho nilisemaga toka zamani baada nikawa najua sasa hili zuri libaya, na baada ya mimi kuanza kuwajua pia wasichana, nikanasema hata nilikutana pia na mamangu sitamnunia, sitamkasirikia, kwa sababu sijui ugomvi wao ulikuwaje. Siwezi jua mzee labda ndo alizingua na mama akaamua ondoke, au mama mwenyewe alizingua kutokana na ujana wake maisha. Kwa hiyo sitomlaumu yoyote, mimi akija nitampokea na nitampenda, na mpaka leo nampenda mamangu. Kuna ile ya watoto kujazwa sumu kwamba ukikua baba anakuambia mamako alikuacha ukiwa mdogo bwana, baba hakuwa hivyo. Babangu kuna muda alikuwa akikasirika, hizo kodi zinatoka. Hizo kodi alikukimbia, alikuacha ndani, alifunga mlango, akakuacha akakimbia zake. Akaenda huko kwa wanaume, lakini sasa sijui kwa nini mama aliondoka. Kwa hiyo ndo narudi pale pale. Unataka kujaji wala kufuatilia chochote. Sababu mama ukimuuliza anakupa story yake, baba ukimuuliza anakupa story yake. Kwa kila mtu anajitetea kivyake. Kwa hiyo ibaki tu wao ndo wajue ukweli wao, watajua wenyewe. Mimi ninachojua ni mama yangu, yule ni baba yangu, imeisha hiyo. Lakini upendo unaompa mama na upendo unaompa baba ni sawa. Ni sawa, wote nawapenda, ingawa kuna muda mimi na mamangu azivi sana. So mtu wangu msiri sana. Na mimi mama anaweza kakaa hivi hata nisipoenda kwake hata miezi 5 4, na unaweza kukuta tusipigiane simu. Kweli? Bezi na tusionane. Unadhani ni kwa nini? Kwa sababu hatukubond toka tukiwa watoto. Maisha haya bwana, tunabidi tukae sana karibu na watoto wangu na watoto wetu yani. Kwa sababu watoto wana ile kila wanavyozidi kukua na kuona wewe wanakuzoea. Hata mimi naumia ingawa sikai na mtoto wangu sasa hivi. Mtoto wangu anakaa na babangu. Mpaka babangu sasa hivi ndo anamuita baba sasa. Kwa mtoto